samahani sijakuita kwa ubaya, lakini nilikuwa kuna kitu nataka kukuambia kama utojali. Ongea. Kusema kweli, tangu nilipokuona nimehisi hisia fulani moyoni mwangu, yaani inamaanisha nimetokea kukupenda. Kuna haja baba lazima wewe wataka watoto wa shule. Wewe uogopi? Isiwe issue, kama utaki wafaa usimetari utaki, lakini kunidharau. Sipendi dharau. We, tena unikome. Mimi hujaniita hapa kusema mambo ya kijinga. Mimi nimewaita hapa. Ninyi wajua mlikuwa bado ni wadogo, watoto wadogo sana. Watu wazazi wetu wamefariki. Watu walijua. Na walipofariki lile shamba akasema tusiliuze, tulitumie sisi kama wanafamilia. Ndugu zangu, usitoke mtu akaja akauza ile shamba. Unasikia? Sasa hapo kwa urithi hapo hujasema. Kwa sababu kama ni kila mtu apewe share yake ajichukue, angalia mambo yake ya baadaye. Sikia nikwambie kaka, kama umesema ni urithi wetu, basi yafaa kila mmoja aganyiwe ili ajue kama atauza ama hatauza. Ndugu zangu, nyinyi naona tunabishana, lakini wazazi wetu walisema ile shamba tusiliuze, tutumie sisi. Ama wanaje mke wangu? Sikizeni mashemeji zangu. Anavyoongea mume wangu, mimi naona kweli. Ile shamba tusiliuze. Laweza kuja kutusaidia baadaye. Kaka sikia nikwambie, lile shamba msiponipasha yangu nikauza, basi mjue pata waka moto. Kaka, hapo umeongea kweli. Pia mimi sipopata share yangu, basi hakuna budi kumwaga damu hapa. Ama sako ama setu. Lazima paanguke mtu hapa. Ndugu zangu, mimi ndio kaka mkubwa. Na hivyo tumeshaamua ni hivyo. Kelele, ukubwa una namba shamba. Nimeshasema shamba tusikoli huko tusikoli kwetu. Haliuzi. Ongea na mume wako tusipopata ni shamba. Kwa kufuza pia wewe hapa. Nimeshasema shamba haliuzi. Wewe. Namba utupeshia yetu. Nimesema shamba haliuzi. Cheki. Naona mke wangu. Na kiburi hawa watu hata swahili. Ndio vipi? Hata sielewi, inaonekana yuko sawa. Nani mwenyewe? Tena naye kaa poa. Mbona hema? Kwani kuna nini huko? Twende nitaenda kuleza nyumbani. Nyumbani tena? Kwani kuna nini huko ulikotoka? Nitaenda kueleza nyumbani, tuelezea. Sawa. Mke wangu na dada. Mimi naona mke wangu na dada. Mimi naona hii siku leo msitatoboa kwa sababu wale ndugu zangu najua ni kichwa maji sana. Kwanza yule boshori yule akitafuta zile bangi zake akili zake yani namtuma kuua tu yani. Mimi naona sitatia ile nitakufa mimi. Sasa mume wangu, wale sidhani kama wanaweza kufanya kitu. Maanake wale hata sidhani kama wamekomaa wale. Hawafikiri chochote kabisa. Kaka, wale achana nao, ni wadogo zako, wasikutie pressure. Wifi, kuna vyombo kule, nenda kunisaidia kuosha. Mume wangu, sasa ni maneno gani unaongea mbele ya dadako hapa? Sasa ukiongea hivyo watarajia sisi tufanye nini? Hata kama wewe ndo wajua, watarajia sisi tufanye nini? Kuna wasiwasi mke wangu, niko na wasiwasi mke wangu. Sasa naishi sina amani kabisa katika moyo wangu. Wewe bloody, kitu changu kivurugika kusuli shamba, unaje tumeonea ile shamba. Hapo utakuwa umesema bro. Pia mimi cheki amenikoroga kabisa yani. Kama vipi si kila mtu apewe share yake ajikate. Kweli kabisa. Kwa hivyo tuonee tuache hizo pesa ziende na maji. Hapo hata mimi sijapingana naye kabisa. Unaje
Hii hali maseni ngumu bro. Sasa nikwambie kaka, tumpeleke Maranda. Hapo tutakuwa cheki umesema mzee. Pia mimi nilikuwa nangoja hilo wacho lako bro. Kama vipi cheki? Mimi naona tumuue kabisa. Ndio tumuue, tumzike, shamba tuuze, twende mbele. Kwani mtu mmoja atashinda vipi akili za mtu mbili? Urithi tumeachiwa wewe wa familia na kila mtu kwa chake. Mimi kaka nilikwambia, yule tangu ile siku nilikuwa sina imani naye kabisa. Kwa sababu nataka kama atakusulumu. Alafu kuna kitu nilikuwa hujui. Check. Mwalimu tumetuleta blood. Wait. Wifi, kaka, shambani. Wifi, kaka, tunakaone. Kaka wangu mimi. Mama wangu. Kaka amka. Kaka ameniacha nani, nitateseka peke yangu kaka. Kaka. Kaka mkubwa amekufa shambani. Kaka mkubwa. Wakati mwingine mtakuwa na pressure. Nini? Kilio kitasaidia. Hapo mpendelea kusaidia visendi mahali mimi. Sasa tukilia tutapata suluhisho. Kaka. Kaka mimi. Sawa, shamba tumeliona, kiukweli nimelipenda. Sijui kwa mke wangu walionaje ile shamba? Ni nzuri, pia mimi nimelipenda mume wangu. Kweli? Kwa hivyo umeridhia kabisa nitoe pesa tulichukue ile shamba? Nimeridhia. Sawa, sasa jamaa,
inabidi tuelewane, sijui kwa tumekubaliana na pesa ngapi hapa. Sawa, mlisema 100. Wewe. Nakuja chao. Yaani mpata hili shambani. Angalia shamba lile nzuri. Tuko na miembe, mtapanda mahindi yatanawiri hapa wenyewe. Ana mbolea tutaka mzuri. Yaani cheki shamba liko vizuri hili. Sasa mtazaa. Madalali nyinyi yani. Okay, sawa. Sisi tumelipenda hili shamba. Tumelipenda, lakini mbona nakawia hao? Sawa, mimi acha nitoke kidogo niende nisaidie. Sawa, lakini angalia vizuri. Sawa. Ndio kabebwa na mateja, maana mastaki na mateja huko. Na umekawia kweli ya. Tulia. Mambo jibu ya chana. Asitaki ndo kibaya. Nimenizungusha nimepaona. Sasa ni hivi. Hili shamba tutakuja milioni 2.5. Milioni 2.5. Unajua kwa sababu gani? Ile shamba ni kubwa. Kama hufai kulalamika bana. Hata ile ndio aliyokuja nao kutoka kule ni la hii shamba. Ukaanzia kwa sia wewe. Sawa bana, na sisi zimekuwa nyingi, hakuna shida. Mimi nitawapatia hiyo pesa. Bora tu munipatie nini? Hata hii shamba. Hata hii shamba. Utakupa sijali. Sawa, lakini kwani mwanzoni uko wapi? Lakini najua mko watatu. Yupi? Kaka yenu mkubwa. Unajua story kama alisafiri kazi. Alisafiri. Sawa basi. Vizuri sana. Sawa, kuna shida. Basi hata tuelekee huko, tunakuwapatia huko. Okay. Wadai. Twende zetu. Tayari? Wewe subiri tutakutumia kwa simu. Usogote. Mimi kuna watu waliniingilia katika ile shamba na wakaniua. Sasa basi nitamaliza mmoja baada ya mmoja. Lazima nilipize kisasi. Lazima nilipize kisasi. Shamba. Shamba. Najua umekuja na nia kuja kununua hili shamba, lakini basi mimi nakutuma, nenda kamwambie mume wako muondoke haraka iwezekanavyo. Hili shamba haliuzi, na endapo mtakeuka haya maneno, vichwa vyenu vitakuwa halali yangu. Ondoka sasa, hapa sio mahali salama kwako.